Hello. Naam, habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu tena katika channel yako pendwa Electronics Repair Class TZ, upate nafasi ya kupata mafunzo ya namna gani ya kutatua matatizo ya simu. Sasa leo tuko na simu nyingine, simu aina ya Samsung, ambayo changamoto yake ni kwamba inawaka lakini haionyeshi chochote kwenye kioo. Lakini unapochukua simu nyingine kuipigia, maana yake tayari ina connect, inaita, isipokuwa hauwezi kuona anayekupigia ni nani na unawezaje kumjibu ama vipi. Hapa nimejaribu kuchukua namba, nimeipigia. Kama unaweza kusikia tayari simu iko inaongea, na kama iko inaongea ni kwamba huwezi kupokea, huwezi kufanya chochote, ila inaonyesha iko on, japo huwezi kuona mwanga wote. Kwa hiyo leo utadili na hii simu kampuni ya Samsung, tuone namna gani ya kuweza kuitibu. Kama unaweza kuona inaita, lakini hata nikijaribu kupokea jibu ni hapana, hakuna chochote kinachoendelea. Kwa hiyo basi tunaweza tukaifungua tuone ni nini kinachoisumbua. Electronics Repair Class, tuko pamoja nawe mwanzo mpaka mwisho. Kwanza tutatoa line na kuzihifadhi kwa makini, then tutafungua mfuniko, sababu inaonekana ni simu ambayo mfuniko wake unafungukia kwa nyuma. Kwa hiyo tutaifungua mfuniko moja kwa moja. Kwa baadhi ya simu za Samsung mifuniko yake huwa sio kufungua kwa nyuma, kwa hiyo kwa kuwa hii inafungukia kwa nyuma, imetupa urahisi wa kuifungua. Tutafungua tujue ni nini kinachoisibu, tujue kioo kimepata shida au ni nini kinachosababisha simu ishindwe kudisplay. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitumia kucha kufungulia. Sijajua kwa simu kama hizi kama wataweza, kwa sababu inakuwa ina lock ngumu sana sana sana, kiwango ambacho huwezi kuibreak kirahisi hivyo. Okay, now simu imefunguliwa. Tuifungue socket ya juu tuweze kukagua. Pengine mawazo haraka haraka tunafikiri kwamba yawezekana ikawa tatizo lipo kwenye mkanda unaoconnect kioo na socket. Kwa hiyo kama ni tatizo hilo, basi tunaweza tukalisolve kwa kurudishia mkanda ili tujue kama ndio solution ama hapana. Historia yake inasemekana ni kwamba ilianguka chini na baada ya hapo ikawa imepoteza kabisa mawasiliano ya kuonesha, japo toka wakati huo mpaka sasa iko on na inaendelea kufanya kazi. Hata ikipiga simu ana uwezo wa kupokea, ana uwezo wa kuisikiliza, lakini hawezi kufanya chochote. Okay, socket imefunguliwa. Na hapo tukiangalia mkanda unaonekana kama umeconnectiwa vizuri, japo tunaweza tukajaribu kupress tena kwa nguvu kuona kama ndio tatizo. Kabla ya yote tunaweza tukadisconnect battery na kurudishia tena, alafu then tuwashe tena tuone kama ita display ama hapana. Haionyeshi dalili yoyote ya kuwaka. Na kwa kuwa hatuwezi kuona mwanga, itakuwa ni vigumu sana kupata majibu ya kama imewaka ama haijawaka. Kwa hiyo hapo kutakuwa na haja ya kutumia power supply. Okay, hapa nimesikia imetetema kama imewaka, lakini bado no display. Baada ionyeshi, tu disconnect mkanda wa kioo. Labda tujaribu kuuchunguza umekaaje. Upande wa mkanda wa kioo kunaonekana kuko vizuri. Okay, vipi upande huu? Kunaonekana kuko sawa. Labda tunaweza tukasafisha kidogo. Tunaweza kuifanyia kwa usafi kidogo
kwenye hizi connector zake. Na mkanda wa kioo, kuona kama ndo tatizo, labda tunaweza tukawa tumelisolve. Rudishia mkanda wa kioo, test tena kama ina uwezo wa kudisplay ama vipi. Button ya kuwashia imetetema kama imewaka, lakini bado hakuna display yoyote kwenye kioo, hakuna mchemko wa aina yoyote. Socket ya nyuma ni socket inasikika kuchemka kiasi, kuashiria imewaka, lakini bado hatupati majibu yote. Kwa hiyo kinachoenda kufanyika hapa sasa, maana yake tayari tutagesi kwamba tatizo litakuwa lipo kwenye taa za kioo, taa zinazofanya mawasiliano ya uwakaji. Kwa hiyo tunaweza tukaenda kudili nazo, maana yake hapo tunaenda kung'oa kioo. Baada ya kung'oa kioo, basi process zitakazofanyika ni kuhakikisha tunakagua taa za kioo zimekaaje. Kwa hiyo twende kwenye process ya kung'oa kioo ili tuone tunawezaje kusolve tatizo la taa. Okay, sasa hapa kinachofuata kama niliweza kueleza, lazima tung'oe kioo kwa kutumia mashine yetu kama tulivyozoea. Bila shaka hakuna ambaye haifahamu mashine hii, separator mashine, ambayo itatusaidia kufanya process zote za ung'oaji wa kioo. Punguze mwanga ili tupate version nzuri ya kuona. Taking power cable connected. Mashine tuiwashe. Kama unaweza kuona process ni zile zile. Upande wa kung'oa kioo, hapa nafikiri tutaenda speed ili tuokoe muda. Nimefanya mara sana kung'oa kioo, kwa hiyo hii tutaifanya very quickly ili tuokoe muda. Baada ya kuweka simu kwa muda mrefu, na hapo mchemko wake unaonekana tayari umeshafika 87%. Kwa hiyo mchemko huo unakuwa ni mzuri sana wakati wa kung'oa. Lakini kwa ushauri zaidi, unapaswa kufanya kila unapotaka kuseparate kioo, uhakikishe betri umeiondoa kwa ajili ya usalama, kwa sababu betri pia nazo zinakuonesha ni centigrade gani ambazo hazitaki kuendelea kuwepo kwenye joto. Kwa hiyo unapaswa kuiondoa betri ili uweze kung'oa vitu kwa usalama. Lakini kama haikuzuii na unaamini kwamba kiwango cha moto ulichokipangilia hakiwezi kukuletea madhara, basi unaweza kuiacha. Kwa hiyo ndio maana unaona nimeweza kuiacha, kwa sababu naamini kiwango cha joto nilichoipa hii mashine ni kiwango ambacho naamini hakiwezi kuniletea madhara upande wa betri au sehemu yoyote. Kwa hiyo nikiona kama betri hainizuii kabisa upande wa kung'oa kioo, naweza kuiacha, na nikiamini kwamba haiwezi kulipuka, basi naamini niko salama, kwa naweza kuiacha. Kama unaweza kuona kioo tayari tumeshaanza process za kukiseparate baada ya kuchemka kwa muda unaojitosheleza. Kwa hiyo process za kuseparate ni zile zile ambazo zimezoeleka, sio nyingi na sio ngumu kama ambavyo watu wanadhania. Basi mashine yetu itakuwa imeweza kutusaidia, na hapo tutaiondosha eneo la tukio tuweze kuendelea na process zetu za kuhakikisha tunaikagua simu ina shida gani. Okay, kioo chetu hichi hapa tayari tumeshakiondoa, na taa kama unavyoweza kuona mkanda wake unaonekana upo vizuri, hauonekani kuwa na damage yoyote. Kwa hiyo tunachoweza kukifanya hapa ni kujaribu kuziwasha taa, tukitumia power supply. Jaribu kuziwasha taa kwa kutumia power supply. Tabandua hiki chata chake. Okay, power supply. Hope kwamba huwezi kuona, lakini bila shaka tunachokifanya ni kile kile kilichozoeleka.
Okay, tutaitafuta chanya, mara nyingi inakuwa inaindiketiwa kwa alama ya A, alafu hasi inakuwa inaindiketiwa kwa alama ya hasi. Oh, sorry, hasi inaindiketiwa kwa alama ya K. Kwa hiyo ukiangalia hapa alama ya A iko upande huu, lakini pia K inaonekana iko upande huu wa katikati. Kwa hiyo kuna K1 na K2, maanake taa hapa ziko katika aina mbili, zimetenganishwa katika aina mbili. Hope kwamba hizi zitakuwa ni voti 5 5. Tujaribu kuziwasha tuone. K1 kuna mwanga, K2 kuna mwanga. Tuonyeshe voltage voti 10. K1 hakuna mwanga, K2 hakuna mwanga. Kwa hiyo inaonekana kunaweza kukawa na shida ya kati ya mkanda unaopeleka mawasiliano kwenye taa, ndio maana hatuwezi kupata mwanga. Okay, wakati huo sasa ni wakati wa kukifumua kioo. Ikiwa tumia umakini sana wakati wa kukifumua kioo hivi, ili usiweze kuvunja. Makini unahitajika, umakini wa hali ya juu, kuhakikisha kwamba hauvunji na hauleti matatizo yoyote kwenye kioo. Hebu kudisconnect mkanda hapa uliposhikia, ili usiweze kutuletea damage yoyote. Unapofanya haya, fanya kwa umakini wa hali ya juu. Sijaribu kukurupuka wala kukimbia kimbia. Prosesi hizi zinahitaji utulivu na umakini. Upande wa kwanza umeachia, upande wa pili umeachia. Kama unaweza kuona mkanda umeachia ukiwa salama, hakuna damage yoyote. Kwa hiyo tutafungua tena kioo upande wa taa, na hivi karatasi tunaweza tukakiondoa. Tabaki na taa kama unavyoweza kuona. Sasa process iliyopo ni kupima taa, kujua taa zinawakaje. Hope kwamba ukiwaka taa moja, basi mkanda huo wa taa unakuwa uko vizuri. Yes, taa hiyo ni nzima, taa hiyo ni nzima, hiyo ni nzima, taa hii ni nzima, nzima. Yes, kwa hiyo taa zinaonekana ni nzima, lakini changamoto iliyopo ni kwamba inashindwa kuonesha, pengine ni kwa sababu ya mkanda ule ambao unaziconnect hizi taa zote kwa pamoja unakuwa haufanyi kazi vizuri. Taa zote ni nzima. Sasa kama taa zote ni nzima na bado haionyeshi, itabidi tuhakikishe tunapata huu mkanda, kwa nini unashindwa kuonesha vote, kuwasha taa. Still bado mkanda hauwezi kufanya hivyo. Anyway, tunachoweza kukifanya hapa ni kutafuta connection ya zote, kuona tunawezaje kuziwasha zote, kama ambavyo tumeweza kujaribu tukapata kujua kwamba chanya ni ipi na hasi ni ipi, basi tutafute namna ya kuziwasha zote. Okay, ndio kutafuta sehemu ambayo tutakuwa na uwezo wa kuziwasha zote. Ukiangalia hapa zimewaka baadhi, kwa hiyo inaonekana kiwango cha vote kiko chini. Of course taa hizi zinakuwa zinatumia nguvu kubwa ya umeme. Kama unaweza kuona mwanga ni wa kutosha. Hapa tunatafuta namna ya kuunganisha kati ya chanya itakayokuja moja kwa moja mpaka kwenye circuit, ili tuweze kuunga hizi taa zote ziweze kuwaka. Inaonekana nguvu ya umeme imepungua.
Yeah. Hapa tuko volt 15 lakini bado tuna mwanga mdogo sana. Kwa hiyo sometimes unatakiwa ufahamu kwamba hizi taa zinatumia volti kubwa ya mwanga, na sometimes inaweza kaunguza hata IC ya nini ya mwanga. Tuko volt 15 lakini mwanga tunaopata ni mdogo sana. Napandisha zaidi imekuwa volt 19 lakini hatuwezi kuwasha zote. Volt 19 tumewasha baadhi, yes, lakini bado hatujafanikiwa kuwasha zote. Panda zaidi volt 20. Volt 20 tuna uwezo wa kuwasha za kutosha, lakini hazijakamilika. 24 volt 24 tuna mwanga wa kutosha. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukaungia waya mmoja wa chanya hapa, lakini hasi tukauleta huku, basi tukawa tumepata uwezo mzuri wa kufanyaje, wa kuziwasha taa zote kwa umakini. Sasa nafikiri hili zoezi tunaweza kulifanya katika kipindi kingine kinachofuata. Endelea kuifuatilia Electronics Repair Class ili uweze kuona ni nini kitakachofuata katika video inayokuja. Baada ya hii kumaliza kupima taa, kuona taa ni nzima, basi tunaenda kuhakikisha tunabadilisha aidha huu mkanda au taa nzima, ama pengine tunachukua waya kutoka hapa kuleta kwenye taa ili tuweze kupata mawasiliano mazuri ya taa kuwaka. Electronics Repair Class, we are for you. Thank you. Peace.